13 hapo mpaka 17 hapo mpaka 19, simameni 13 to 19, simama kwa miguu yenu. Simkuje tu hapa mbele hapa. Kuna mateenagers wengine hapa. Kujeni tu hapa mbele kwa sababu nataka sana kuwaopea sana kwa sababu najua shida mko na shida mingi sana. Mimi kijana yangu ni teenager na unajua venye niko mkali kama niweza kabisa. Baka napigia pastor mwingine anambia daidi yako hoya. Kana mire pio. Watu wanahitaji Mungu mingi sana. Pakeni laini hapa tu. Hapa niangalieni sasa, sio wale, niangalieni. Watu wanahitaji Mungu mingi kwa sababu watu wanajua simu yote. Si ndio? Yesu ndiye anafundisha dadi kufungua simu. Wanajua simu yote, vitu yote baya na mzuri. Wanajua huko ndani, huko ndani. Na wanatoaga. Na wakikuona tu wakikuonea kule kwa bali, kuna venye tu atafinya tu kama anakuangalia mnaongea tu na anashiki na nafuta na memory na kila kitu na ile inaitwa history yote anafuta. Muda angaliana tu na kana kodoa macho yako yote hapo. Alafu kitoka tena unaona kamerudisha haraka na makaendelea. Mungu wa mbinguni awaonekanie, awabariki. Na shetani yule anakuja kuwabadilisha from where you are. May God protect you. Bwana Yesu asifiwe sana. In future mkuwe the best preachers, best ministers, best members of parliament. Nini gine? Mkuwe presidents. Ama mnaona huwezi kuwa president? Kwa sababu naona ukikuwa mtu mkubwa sana Kenya hii. Mtu mkubwa utasubua hichi kidogo. Lakini ni mzuri tu subua. Mbabai, fanya kazi na uamini Mungu. Si ndio? Nitataka baada ya nikimaliza service nikuje kwa ofisi yangu hivyo tu niko tuongee. Si ndio? Aendeni mkae chini. Muendelee kuombea hawa watoto na hawa wengine. Na wale wako nyumbani. We need to raise this generation. Maana this is the church ya kesho. Lazima sisi tunaenda tukiseeka. Simuona nimemea ndevu. Tunaenda tukiseeka. Sasa hawa ndio tutapatia kanisa. Youth, simameni. Youth. Kama wewe ni youth, unajua ni youth. Youth ni ule hajaoa. Hata kama uko ama kama hujaolewa. Asante sana. Mungu wa mbinguni awakumbuke na wabariki. May God of heaven protect you. May he guide you. May he prosper you. Afanikishe malengo yenu yote. Na kile mlikuja kutafuta kwa kanisa hii, Mungu awapatie. Asante sana. You may be seated. Why I'm doing this, we are starting programs za youth. Na programs za youth kule in charge wa youth. Anybody in the pastor mmoja ambaye ni charge wa youth, mjue kuna tofauti ya youth na kanisa. Mumeelewa? Watu hawajui Biblia sana. Na ukiwapatia Biblia mingi watakuacha na hiyo Biblia yako. Wanataka kusikia kama pesa itaingia kwa kasino. Wanataka kujua kesho wataendesha gari kubwa. Najua hawajui kuna process ya kutafuta gari. So ukuje na hiyo lugha yake, lakini wewe ukimuondoa, ukimupaga venye anafaa kukaa, ndio hiyo pesa ikuje. Because they want to drive a car like you. They want to own houses like you. They want to be in positions like you. So they need. Wakati mimi nilimaliza form 4, nilikuwa naambia vijana wenzangu, mimi tu nikimaliza naenda kazi straight. Sikujua nitakuja kukua chokora. Mimi nilikuwa nafikia kutoka tu shule hivi, maana baba yangu alikuwa barubaru. Ni kazi straight na kutajirika. Odumaraja maneti na magoko odere. Noga yoye yika. Bwana asifiwe sana. So that is very important. Na kina mama, nimeona mkutano wenu ni kama imeanza kusinzia. Wamama, leo nataka kuona mmekutana nyinyi yote. Na tuko na project, na tuko na mipango. Sio kuja tu, sio neno hapa tu, sio maneno ya neno hapana. Tunataka kuona how is your life changed. Tunataka kuona umevaa kaguo mzuri. Tunataka kuona uko na kazi, uko na biashara unafanya. Tukusaidie. Na ndio tukaanzisha the club synagogue hapa. Watu washikane. Tuanzishe miradi. Pesa wale wametoa pesa yenu imeiko safe. Si ndio? Wale wa mama walitoa, na wale youth mlitoa pesa yenu, niko nayo, nilipatiwa. Ni mwenye mlipatia hakuambia amenipatia. Mmenielewa? Niko nayo. Wazee na nyinyi
Die mmefika wapi? Nataka kuona mko na mipango, si kukuja tu kukaa hapa mzee. No ginyamuru tawira leo ni mko kitawira lego. Na wale wa mama wa shosho, wale wa kushona biodo, wale ya kuokota kiodo, simama shosho ashe moyo tukutumashi yodo ya mko na igoro kama na igoro. Simameni wale wanajua kushona kiodo. Simama, nimesema usimame. Wale mudoe kuokota kiodo. Nikweta kuokota kana weta wate. Nigotuma. Kuokota nigeke. Ne kuokota roligi. Kuokota kwa kiero. No yeko kuokota. Na nyo tumo yeko tuma. Ni wangapi? 1 2 3 4 5. 5. 6 7 8. Ona eno no gikaritie ki rugama tuwie turugame mundu uyu gutuma kiondo rugama na iguru. Yes, mundu uyu gutuma kiondo. Kama unajua kushona kiondo simama yote. Kama wako ni wewe gutuma kiondo utuma ige aboti hanini mundu uyu gutuma kiondo ashosho tu si nyinyi wa nyinyi. So nataka hiyo kazi muanze kesho. Muanze lini? Kesho. Kesho mkuje hapa. Hizo makaba zinanunuliwa kwa wapi? Karioko. Mkuje tununue. Tutaanzia hiyo program hapa. Mtakuja tu launch hiyo program ya kushona. Hiyo kiodo tunatengeneza, inauzwa, tunagawana pesa, si ndio? Kana tigo wedo kwenda toka yani. Toko negwada. Asante sana. Mundichukulie nani nitapatia hii project mwenye si muuaji wa project. Ndio kama hii tu. Jalie modo toa utaona project shia. No. Te contract na maida mada. Yukwenda wira we. Watu mia. Bashia daisho. Ndio kama naigoro makoni. Twalikia kuhujia ali. Mutaenda kwa hiyo kona pale na huyu. Mchukue majina ndio tujue ni watu wangapi, tujue kaba ni gapi, tutanunua kesho zote zitakuja hapa. Tuanze hiyo program. Si ndio? Thank you. Mpigieni makofi. Sitaki, nilisema wakati tulikuwa tukihubiri hapa usiku. Tulisema namna gani? Sitaki mtu mwenye ni muzebe kanisa hii. Umaniambia kama hauna kazi kwa hii kanisa tutakutafutia. Na kama wewe ni mtu musebe hautakagi kufanya kazi hii kanisa, usikanyage. Usifanya nini? Usikanyage. Hii si ile kanisa mnaendaka kuomba miujiza. Hapa muujiza wa kupatiwa pesa kutoka biguni X. Nimeambia Mungu simamisha. Kuna muujiza hapa. Atiinua mikono yako. Fafa nedrete kia muujiza. Ninaamini muujiza wa pesa inakuja. Kule biguni hakuna mahali kuna tengenezea kwa pesa. Kabuni ya kutengeneza pesa iko Kenya, inaitwa Delaru. Kama ingekuwa inatengenezwa biguni, Delaru haingefanya nini? Na noti ya Kenya imesainiwa na governor wa Kenya. Si nika na minister ama ni mtu mwingine gani? Na hebu nani yako na noti nione. Nipatie noti. Imleta noti ya 1000. Usileta kanoti kadogo. Leta noti kubwa. Kwa maana irudi. Esa inaitwa ni member of the board na governor. Aliyesaini wakati huo alikuwa anaitwa Patrick Joroge. Alafu na member of the board ya CBK. Ndio amesaini. Sasa hawa wanakaa biguni. Si wanakaa hapa Kenya. Alafu unaitisha pesa itoke biguni, itoke wapi? Sila umako. Yita pesa cia kutia kwa dola na ido mara. Te madoga kuwebeja no hizo dena zio. Ni lazima tufanye kazi na tutawasaidia. Ule mtu hana pesa ya kufanya kazi, ukuje nitakusaidia kutafuta, nitakutafutia pesa ya kufanya kazi.
na unirudishie pesa yangu, na unajua nikikupatia shilingi moja utarudisha ikiwa na shilingi nyingine moja, shilingi kwa shilingi, na utataandika vitu yako yote ya nyumba na hata familia yako na watoto wako. Nani usifikiria mimi nitakuwa apostle hapo nikikuja kuchukua vitu zako. Wewe utajua, ndio utajua mimi ni nani. Nakuja nimevaa na madhiokole hapa na jora hapa. Najaribu kunyita apostle. Bwana asifiwe. Hapana, hapa hakuna bwana. Deni yangu namna gani? Si ndio? Pesa iko wapi? Because sitaki kusikia mtu hapa ati anakuja kukaa hapa ati didagada ati jokile mahoya unamuuliza unalipaka nyumba na nini? Hiyo na nyumba yahigirwo ena mieri 3 kuma yahigwo niki to nani reda kugeithia beregaile tene kuinagira mau wanyinagira mau riu ndwagioka tereka nyuma huko toa ico tutiakiona na muthi riu hurukira hau ngwire kaundu ndenda gukwira. Najua amekosea, amejua amekosea, sasa atatafuta lugha nyingine. Ndio unajua na mau bado ni akili mingi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo that is what I want, a working church. Nataka tukizungumza 3 months from today tutaangalia auditing, tuulizane kutoka ukuje kwa hii kanisa umefaidika na nini, imekusaidia ama haijakusaidia. Kama haujasaidika uko hapa, tutakupatia miezi mingine 3. Usiposaidika tutakwambia, nitakupatia barua aleta unikuulize ungetaka kwenda kanisa ingine gani, nitakuandikia recommendation uende huko na nikwambia pelekea pastor wa huko, na maana nitakuwa nimeelezea nimejaribu huyu imeshindikana, na wewe sukuma mahali yako, ikishindikana mpatiane kwingine. Goko tutigwikara na igota hapa, sitakaa. Bwana asifiwe sana. Sitakaa. Hata nyinyi waibaji lazima mtafute kitu ya kufanya, na hapa hakuna kazi. Hapa siajiri watu kazi, mmesikia? Hapa siajiri mtu kazi, nitakutafutia kazi uandikwe, hii utakuja hapa kufanya voluntary, you serve God. Lakini sio kuja hapa kutegemea utapatiwa pesa, hiyo kitu inaisha. Siajiri mtu kazi, lakini nitakusaidia. Kama ni kabiashara utafanya kabiashara, ndio userve God, ukijua you are serving God because he deserves you to serve him. Yani umekuja woka kwa inatioka kuleho tioka kuleho. Nimefanya trials hapa, nimefanya test tuwili hapa. Nimeenda kwa mtu mwenye alikuwa ninapatiaga pesa, nimesimamisha yeye kazi, wanahama kanisa. Sasa unajua huyu mtu kumbe ni pesa ilikuwa imemlete hapa. Nataka watu wamekuja kutafuta Mungu hapa. Bwana asifiwe sana. Tufungue milango. Tutafungua. Mimi nitawafungulia milango. Hata mkitaka kwenda Jerumani unakujaga Sade, nitakufungulia. Yes. Nimeanzia hiyo program kupeleka watu ng'ambo, lakini wacha kabisa mpaka nipate barua ya serikali. Sitaki kufanya ukora. Kuna barua naitisha ya serikali wanikubalishe kufanya hiyo kazi, ndio una sign, serikali ina sign, tunaenda kwa Ministry of Foreign Affairs, unakuwa accredited. Ukifika huko lazima ambassador wa huko ajue huko. Sio ile ya kwenda kujificha. Ati adwaitodirikana ina mahoya ndegoko Saudi ule na ndimuhikire mwezi wa 6. Hiyo maneno sitataka. Tutasaidia na hawa shosho lazima mutiriokaga huko haikara haha ikara wao mgashoka mukainuka pana. Mtakuwa mnakuja Jumatatu, mnashida hapa mkishona kiodo hapa, mnapikiwa hapa, kuna jiko hapa, mnapikiwa mnakula. Na inyumu mtembe cia kumarugira ke ginyarire makedi ya kiodo kia mbere. Edi ya kiodo kia mbere tutatengeneza ile hadi inashonwa, alafu huko juu inashonwa vizuri. Tutauza Poland, tutauza Jerumani. Niko na market. Tukiuza mzuri, hawa na wao wafanya nini? Wasaidike. Hiyo pesa tunakatana. Wanakula yao, sisi yetu na kanisa tunasaidia kanisa. Anatibu maji. Yes.
kutoka kesho mimi ndio nitatoa the seed money, pesa ya kwanza kufanya hiyo kazi. Tutafanya nani? Tutatoa hiyo. Na sitaki kusaidiwa na mtu, lakini ukitaka kusaidia saidia. Lakini sitaki kusaidia. No, gigwa no enda guteithĩrĩria hau. Shauri yako unaweza kusaidia. Si ndio? Kwa hivyo hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusisitiza. Hapa hakuna mchezo tena. Hakuna mchezo tena. Hakuna. Anybody who is not working, umekuja hapa umekaa majuma mawili, matatu, manne, atunangojea miracle. Hiyo miracle nimeifuga. Hiyo miracle nimefuga. Kwenda ukatafute miracle. Enda kwa my father na ngalito hapa chini. Kenda. Au ni mpiro shika waya hapo juu. Shika waya. Uone utarudi. Hao ni mwisho kagoshabia makanitha huko. Bwana asifiwe sana. Unakuta makanitha mashabete huko, ate kanitha kauri gotire Ngai okoraga ku. Na ni udogo modi waku ikeraga haha wetagera kuheo. Ati wakwa na tondu ranyona guo ndire na kindu. Ati ni ndarĩire. Gogoturo uraragira. Wele ini utanoka goko kanitha ri urarĩaga ku. Unakuta mtu saa hii unaona sisi tumekaa hapa tukikaa kidogo utamkuta kichomoka huko kwa Manyuro. Ameteremka na stairs. Uzuri kwa Manyuro ni stairs. Utamkuta kwa Manyuro akiteremka. Sasa ukisikiliza tena huko kwa Manyuro alikuwa ameenda nini? Kuomba chakula. Na ukiona ametoka kwa Manyuro alikuwa ameenda kwa Wajiro. Ameomba chakula imekosekana. That is hiyo tabia. Hatuitaki kabisa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana, hatuitaki. Lakini before tukatae hiyo tabia tuifunge kabisa, tutakusaidia kwanza. Letigo tutaja kukwamua. Ukishindwa kukwambuka bolina roa. Koja bolina ke? Na roa. Nina make sense lakini kwenu? Unajua kuna ka story nataka kuwapatia. Gai ni saa 7. Wakati nilikuwa na Mungiki. Na hii ni mzuri. Wanataka vitu vingine vidogo vidogo vya huko tunalete hapa. Wakati nilikuwa na Mungiki, tukakuwa vijana wengi kwa Mungiki. Huyu anajua, huyu mzimu zako alienda hapa yule. Na kina Shiko hapa. Na watu wengine hapa wengi na waona watakaki kusemekana. Ile kitu tulifanya wakati tumekuwa wengi na hatuna kazi. Tuliulizana ni namna gani tunaweza, how can we create kazi. Serikali haikuagi na kazi. Kala serikali inatengenezaga atmosphere ya kazi kupatikana. Na kwa sababu mimi pia nilikuwa president kivyangu na nilikuwa na serikali kivyangu, nikaona tutatengeneza atmosphere watu wapate nini? Kazi. Tukauliza ni nini hapa iko Nairobi ambayo imeshikiliwa na haileti faida kwa watu wote, inaleta faida kwa mtu mmoja ama wawili. Tukaona ni hizi maduka za mfukano, hizi Tomboya, Dibarodi, ile kwenda Koinage, hiyo zote. Tukaona hizi manyumba zote ni nyumba moja. Ukiangalia kutoka hapa Tomboya kwenda huko ilikuwa na watu 150. Duka 150 zote zilikuwa na watu 150. Waidi watu wamekaa huko. Sasa tukaulizana inawezaje kuwa sisi tuko watu milioni 1 hapa na watu 150 ndio wameshika maduka hapa. Na hiyo duka inatoshana hapa hii nyumba yote. Na ni watu 150. Tukaambiana haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaulizana si wana wa Israeli walipatiwa nchi ilikuwa imemilikiwa na Wagirigashi na watu wanaitwa Waamori, wengine wanaitwa nini? Waamoni, wengine wa Miunani, wao ndio walikuwa wameshika nini? Nchi. Lakini Mungu akawaambia nitawapatia nchi. Kumbe wakakwenda huko wakachunguza wakapata kuna watu wengine wameshika. Lakini Mungu aliwaambia nini? Nitawapatia nchi. Mungu hapatianagi kitu ambacho iko bure. Anapatiananga kitu imekamatwa na mtu. Ndio upokonye. Ndio uibe kusema kweli Mungu. Acheni Mungu. Aitwe Mungu. Acheni Mungu. Aitwe. Kwa nini? Kwa sababu uliweza kupokonya mtu, ulinyang'anya mtu. Nikaambia vijana 10
Hii kitu zika nyumba 10 ni mimi ndio alisa. Tukashikana batoni ya watu 10, watu 20, 10 nje, 10 ndani. Tunaenda kwa hiyo duka ya Muhidi hapo nje. Anauza viatu, anauza kiatu moja shilingi 3,000 na ametoa Australia. Hiyo kiatu tunaenda Australia tunainunua, kumbe alikuwa ameinunua 500, yeye anauza 3,000. Tunainunua hiyo 500 tunaweka hapa nje ya mlango yake, tunauza shilingi 800. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't try this at home. Sasa sasa Muhidi sasa wale niliweka 10 nje na hawa kuna wa 10 wa kuuza na 10 wa kulinda wakati ndio askari wakaji wakuje. Ndio unasikiaga nilikuwa na fibo, ilikuwa inaitwa nini? Madiokore nilikuwa naweka hapa. Madiokore ni ile fibo ya Masai ile imekaa hivi. Hiyo ilikuwa ya kushughulikia askari wakaji. So askari Muhidi anapigia kwa sababu anapeaka kajo pesa. Hapa iko takataka na kuja nakaa kwa mlango yangu. Kuja toa hii takataka. Sasa sisi tunasikia mzee amesema ni takataka. Tunaokoja takataka ikuje hivi tole. Askari wakikuja tunawaigiza ndani ya hiyo duka. Tunawakamata, tunaigiza ndani ya dini hiyo duka ya hiyo Muhidi. Tunawanyorosa, Muhidi akiangalia. Muhidi kesho anafuga. Kesho Muhidi anafanya nini? Anafuga, tunaachua hiyo nyumba. Hasa walipoona nyumba 3 zimeenda, wote wakahama, wakaacha hizo nyumba, tukaenda kwa wenyewe tukakoboa, tukakatakata tu stalls tudogo. Nyumba moja ikachukua watu 100 ngapi? 400. Nilifanya hiyo tukienda bikuni nitapigwa. Tukienda bikuni nitaulizwa maswali kama hiyo kweli? Hapana, si Mungu aliona nilisaidia. But don't try this at home. Kila mtu ako na anointing yake. Si nimewaambia kila mtu ako na anointing ya. Nilifukuza Wahindi wote mpaka chini, tukawafukuza, tukawaambia kwendeni mkai Australia, do production, we do the sales. Yes, tukawanya kazi. Na tukaanza kazi. Alafu sasa hawkers wakajaa, manyumba zote sasa unakuta Nairobi mzima ni stores. My idea. Lakini unaona kama ninalika. Siriki. Si watu wanaendesha magari wanaenda nyumbani. Jajira ni musiore kuita hoyagero. Wakirudishia Mungu asante. Ate kwa kwani kwa linyuka gitogoro. Equity Bank walikuwa wananiita niwasaidie kufungua branch. Hii branch unaona hapa ni sisi, mimi ndio nilisaidia kufungua. Maana ninaambia tu washirika ndiye kumhudhuria account. Gekopa branch ni mimi nilifungua. Westland branch ni mimi niliitwa kwenda kufungua. Naambia tu washirika endeni mfungue. Imagine nilikuwa nimefika hiyo level na nyinyi mnanirudisha hapa chini. Tutigotora na nyinyi. Hatiri hado turadi na nyinyi. Kama ufanyi pesa, kafanyi kazi. Hapana, hatutaenda na nyinyi. Nyinyi dirage gukoma. Imagine ati kanitha ngima no ni ndiratwarithia Ngai. Unaweza kuna imagine ati kanisa mzima ni watu 3 ama 4 wanaendesha gari. Kaigari story dagionea siko nagonea. Si ni binadamu tu. Na hiyo akili ya kununua si nikupatie kwa sababu nimenunua. Kuja nikusabasie kama utie gwethia gatanyamu yathi wona gwo guko no guthira ri gutanyamu yathi ginya magoro ni maikariri ogwe na basho ni undu wa guthithi ugikinya goko ugikinya goko ni uri onogire no biguji. No, we need, kwa sababu nimepata kiwanja ya kupaki gari 2,000 na hizo gari ndio natafuta. Umesikia? Ile kitu niliangalia kwa hiyo kiwanja ni parking ya gari. Na gari hizo hazitanunuliwa na watu wageni wa kanisa hii. Charity wako ndo uko na gari ugetwarithia gari uthame wehere guko. No menya ukigia gari no ginya ukorwo wagite gari ndinukagio kwenu. Mnajua hivyo? Gari inukaga kwao. Usipeleke gari ya kununua gari mpya upeleke kwa ploti. Uchoke kuhingirwa nyumba. Unafukiwa nyumba na gari iko hapo imesimama hapo. Gari haiendagi kwa yenyewe. Gari inaendaga kwao. Bwana asifiwe sana. Ikamepaki hau joka miakira hari aja. Ona gaido ciaku. Ugacoka getha bataire cia kenge ile ciria cigekagate. Ciria gugucikeria nyeki hau uguo. Yani unajiangalilia mali yako na kaumbwa kachiwawa kakubeba hapo. Umeona? Si ununue gari alafu ipeleke kwa ploti.
Nunua ploti, ujenge, piga nyumba ya makotoni kwa ploti yako, weka kanyumba kazuri kama makotoni. Si usijenge nyumba mkubwa ati no, enda mosmos pole pole ukipanda. Hiyo kanyumba ploti, nunua ka ploti, maguta, weka tuka hata kama ni kanyumba ya makotoni, lakini wainuka kwaku. Nwanyita, toinuka kwao. Wahigura nyumba yaku. Ni ya mabati, ni makuru, yes. Wahigura ke nyumba yaku. Hiyo ndio nataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio na nini? Ndio nikihubiri hapa. Concentration yote ikuwe wapi? Sasa wako hapa, watu wengine hapo hapa, lakini akili yake anaangalia ka message kama mtoto amemwandikia nyumba imefungwa na landlord. Mwingine jana aliandikiwa ka message, tunakuja kuchota made au kijonias wanakuja kwa sababu ulikopa ile ya nini. Wengine wametukanwa hapa. Kuna mwingine na wewe ukienda kukopa, lakini sasa ukienda kukopa hiyo pesa mnakopaga, utoe namba za watu, upatiane namba yenye haina namba za watu. Maana kuna sasa watu waine nimeandikiwa, nimepigwa ati wewe unamjua fulani, amesema wewe ni garanta ya ile loan yako nayo, tunataka kukuambia umwambie alipe deni. Unajua when ulisaini hiyo kitu uliforfeit right ya simu yako. Sasa wale watu wote wako kwenye hiyo simu, wale wako nayo, sasa watapigia watu hao wote wakikuembara si wewe. Sasa kuna watu kama 5 saizi nimeingia hapa, nimepigiwa simu ati kuna mtu nani nakuona, ndio yako na ndio lute naba, ndio lute wako dole hite girira tu ulipe, ninakuona wewe na Mungu akuone. Kwa sasa niangalia, nimetoka huko na hasira, nilikuwa simehubiri vizuri hapa, nimeenda huko nimepata na kitu kinanisumbua kwa moyo, kwa sababu nimeambiwa nilipe hiyo deni kwa sababu amekataa kulipa na amezima simu. Na ninakuona na najua na juzi ulikuja huko kaniambia ati umebadilisha namba, kumbe ni deni unatorokea. Ambia mtu aliye karibu na wewe, karibu sana kwa ibada hii. Poleni sana, mwambie pole kwa sababu tumechelewa kidogo, na umwambie God will confirm. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusoma kitabu cha Joshua, kitabu cha kitabu cha Efeso 3 mstari wa 20. Wa Efeso 3 mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako wapi? Kwake yeye ambaye kwa nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu aweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale twawezayo kuomba au kufikiria. Ndio kwa maana nimewambia hivyo hiyo story leo, kwa sababu ninataka tuamini Mungu. Nataka tuamini Mungu, tuone kama hatutazalisha hapa. Kanisa sio akuja tu kuabudu. Mtu anaitwa Paulo alikuwa anatengeneza mikeka, alikuwa anatengeneza nini, zuria ambazo alikuwa anauza. Hizo ndizo alitumia kuuza, kuendeleza kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. We must be able to stand to know that change si Mungu analete, change inatoka kwako. Wewe ndio una uwezo wa kubadilisha maisha yako. Wewe ndio una uwezo wa kufanya kazi hii ikabarikiwa. Kutoa kule tunatoa ni kwa sababu Mungu ametubariki. Hawezi kutoa kitu Mungu hajakubarikia. Hawezi kutoa sacrifice na hauna hiyo sacrifice, unaenda kufuliza utoe sacrifice. Hiyo haikubariki. Daudi alipoenda kwa Arauna alimwambia, mimi siwezi kutoa kitu ambacho sijagharimikia. Lazima gharama ulipe. Na kwa hiyo ndio ufaulu katika maisha yetu. Lazima tulipe gharama zingine. Kama mimi kwa sababu ya zile vituko nilifanya huko kule kwingine kwa Mukike, ndio naona nafanya kazi kwa nguvu. Natoa mali yangu yote. At least Mungu na anisikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona nikikuja Rasia, last time uliniona niko tofauti, tena leo nakuja no ara kara. Tiko thakara de thakara. Ni kienyo kimwe kireheririo kia mathina makwa. Bwana Yesu asifiwe sana. The more naendelea kusafu Mungu, the more naenda kutengeneza kumalira wewe ile tunanejajatia. Yuko tili hiko dia hina gathuri gakuru.
ini niunaandika mwana kanini. Hallelujah. Kwa sababu my God is able to help me, is able to sustain me, is able to guide me. Ana uwezo wa kunibariki na hata kunibadilishia njia zangu, na hawezi kubadilisha njia zako kama bado wewe umekaa chini. God will create a way where there is no way. Why? Because you need the way. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tulale kwako useme Mungu create the way I want now to begin the journey. No. He will create the way ukifika mahali njia ifugike. So you must have started the journey. Lazima ukue ulianza safari. Akaona unahitaji msaada wake. Hapo ndio atakushika mkono. Ata create kizima cha maji where there is no, in the middle of the desert he will create a well of water. Why? Because you need the water. Already uko kwenye desert na hauna maji. Then he will create the well. Lakini he cannot create a well of water ukiwa at home. No. That you are seated there waiting for the miracle to happen, waiting for the God. Oh God, oh nenda neno moja aliyokuwa kemwegai ekete Musa ndio watengenezwe barabara katikati ya maji. It is because they needed that barabara. Alikuwa ameface maadui, ndio hawa wanakuja. Wakafika mahali hapa, wakatazama, wakaona there is water. Maadui ndio hawa. What is going to happen? Walianza kulia. Wakauliza Musa, kwani kule Misri haukuona, yani hakukuwa na kaburi tungezikwa huko? Maana kimeumana. Kimefanya nini? Kimeumana. Akamuuliza, kule hakukuwa na kaburi tungezikwa huko? Si tulikuwa tumekwambia uachane na sisi, tuendelee kuabudu, tuendelee kutumikia wa Misri, na wewe sasa ukatutanganya, ukatuleta hapa. Maana kimefanya nini? Kimeumana. Katika hiyo hali ya kuumana, hapo ndio Mungu anakujaga. Mungu hakujagi kwa starehe zako. Mungu hakujagi ukiwa ndani ya kitanda. Mungu hakujagi wakati wewe umetaborokia magoro, umekaa tu hivi ati maana itakuja. Maana haitakuja. Maana itakuja ukiwa jangwani, ukiwa na njaa kabisa. Sasa hiyo naambia Mungu, kumbuka wewe ndio umeniambia nitoke Egypt, niko hapa sasa, tufanyeje? Mungu anaagusha maana. These things does not come hivyo mtafikiria. Wakristo tuachane na ujinga. Mwambie mwenzako, Mkristo, mwite Mkristo. Muangalie. Angalia mwenzako, mami wewe. Kila mtu angaliana, angalianeni kwanza. Angalianeni. Usioge, angalianeni hivi. Muangalie macho kwa macho. Mwambie Mkristo. Ni wanaogotiga. Yes. Hii mambo ya kukua, Waislamu wametajirika, wako na ndio wamechukua mali zetu zote hapa. Wamenunua maduka zote. Waidi ndio wanatutawala hapa na ng'ombe zao. Na mtu anaenda kuabudu ng'ombe pale. Na wewe unakuja kuniambia tuko na Yesu, atunaenda mbinguni. Unaenda mbinguni kufanya nini? Na ng'ombe yenyewe inasaidia mtu anakaa mzuri hapa. Si afadhali niende kaabudu ng'ombe? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii maneno sijui mlitoa wapi? Ni Biblia gani mlisoma? Mlisoma Biblia gani ya umasikini? Abraham, the father of faith, is the richest of all. Ameambiwa, amebarikiwa kama mchanga wa baharini, kama nyota za mbinguni. Abraham, our father of faith, alifanya kazi, alikuwa na mang'ombe, alikuwa na mangamia, alikuwa tajiri. Mpaka sasa hakujaonekana mtu mwingine tajiri kama yeye. Isaka alilima kukiwa na jua. There was a desert, it was dry for 3 years, and before that 3 years kulikuwa na bado kiangazi, 6 good years. Lakini alienda kulima, adhile kulima kwena kiangazi ya 6 years. Wewe terere nginya mbura ya mbere yule. Teka idari ya rani, igoro retire rirahinguka. Rirahingukira kirimu. Rirakuhingukira ati na ndurioretie. Ndurionetie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayub anaitwa ni Jakobo wakati alitoa dhabihu, akaanza safari ya kwenda, maana alikuwa anatatizika atarudije kwa brother yake kulingana na venye alimfanyia. Akiwa mahali amechoka kabisa, alilala. Alipolala bingu ikafunguka. Bingu haikufunguka akiwa kwa Labani, ilifunguka akiwa kwa kichaka akienda. Wacha uzembe.
Let's showcase our God. Our God is the owner of gold and silver. Wacha kupokea hii message ya pokea. Unapokea nini? Kutoka wapi? What are you pokearing? Atipokea mulango imefunguka. Mulango gani? Ni uraba komenya ni mulango liko shurahiguka. Ni mulango nani alikwambia kuna mulango? Ni ya chuma ama ni ya bao? Aise. Ni mulango ya chuma ama ni ya bao? Ati mulango imefunguka, itafunguka. Pokea hiyo mulango, pokea muujiza, pokea. No. We must emulate what is in the Bible. Kile kitu kiko ndani ya Bible tukifuata. Abraham alifanya kazi. Abraham tunasikia walipigana vita na nani? Na Rutu. Walikuwa napigania nini? Malisho. Maana Rutu ametengeneza ng'ombe zake ni nyingi. Abraham ng'ombe zake ni nyingi. Wakakosa mahali pa kuchunga ng'ombe. Wakaanza kulimana. Wakaanza kupigana because they were working. Sasa wewe unasema upatuni. Huyu mama mwenye alikuwa amesongwa na madeni, aliulizwa, hakuna kitu cha bure kutoka kwa Mungu. Aliulizwa, uko na nini? Akasema niko na vibuyu. Akaambiwa nenda ulete. Akalete, vikajazwa mafuta. Maana kuna kitu kilikuwa cha kujazwa. Wewe unataka miujiza, ujazwe, unajazwa nini? Ni nini unajazwa? Ni hiyo usebe yako na masekenyo. Halo. Ni hiyo masekenyo. Atikiro toragia kwa kuno juko na komenya kwa ngani gutinari ho wai. Atatareke kwire. Wa nyakio durehe guoko. Kakwire wa nyakio. Kai. Ni uko muona ogwe no riretie. Kai. Tamaka eno ne dikoya. Dukoya. Tarora jara. Dukoya. Itireto kedo gwa. Dukoya. Gutireto ke ona tumai kun ona gogo ni ciatha mire ni ngaragu ati macho nimo kiu nikyo kashuba kare waige ngai akere maguta uthio kare mathiri no kinya tugarure tubadilishe wachana na hii inaitwa nini hii ibada za miujiza ibada za kazi haina muujiza. Pesa hazina muujiza. Shiriki mureka kwa na shiriki reki. Halo, shiriki de mureka kwa na muujiza. Tekai ni dako hoya hikorera murago. Murago reko niko na kuri ni hora woni ndwambe uthio ugerie kuhingura. Warema kuhingura twite Ngai kana unjite ikubunjira murago ucio. Nifungulie baba, nifungulie mlango. Ni mlango, you must be specific. Wakati Abraham alikuwa anaenda kubarikiwa, aliambiwa na Mungu, nipatie mtoto wako ambaye unampenda. Mtoto wako namba 2 akamuuliza, mtoto wako aitwaye nani? Isaac. He specified. Alimwambia sitaki, maana alijua ako na watoto wawili na huyo mwingine hampendi. Akamwambia nipatie mtoto wako unampenda, Isaac, mtoto wako wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia, he was very specific. When God is blessing you, God is specific. God is not vague. God is specific. Akamwambia Isaka, urudi. Nini tena hii? Nani nikwambia? Na hii mambo ya kuitabia na ibada. Kuna Mungu tumeona. Simuona sasa. Baada isho gaiti ya dawa. Bwana asifiwe sana. God is always specific. Wakati aliambia wana wa Israeli nitawatoa kwenye utumwa, alimwaita Moses na akaambia Musa, nenda ukawatoe wana wa Israeli kwenye utumwa. Sasa wakati walianza safari, mwanzo kabisa Musa akateua watu 12 akawatuma waende mpaka kule Canaan, waende wakafanya utafiti, wakaelewe ni Mungu aina gani tunapigana naye, ni miungu gani, ni wachawi gani, ni taifa gani, watu wa gani tunapigana na wao. You must know what you are fighting. Sio kuja kusema nimekaa ndani ya poverty. What is the name of the poverty in you?
What is the name of that poverty we are talking about? You can't be fighting something that you don't understand. Huyu mama mwenye alikuwa na madeni alifika akaenda kwa nabii, akafika huko naye nabii hakumwambia pokea muujiza, alimuuliza swali moja tu, uko na nini? Wakati Musa alifika kwenye bahari akaona sasa tunakufa, Mungu alimuuliza ni nini umeshika kwa mkono? Maana mkono wako umebeba muujiza. Miujiza wowote wa haki na kutoka mbinguni uko ndani ya mkono wako. Akamuuliza Musa, wakati kulikuwa na nyoka wengi, akauliza Musa, umeshika nini kwenye mkono? Akamwambia, achilia chini, achilia muujiza wako. Muujiza wako hauko na pasta, muujiza wako uko kwenye mkono wako. Akamuuliza, waachilia fimbo umeishika kwa mkono wako. Muujiza ukatendeka. Nyoka, bakora ilikuwa bakora, ikabadilika ikakuwa nyoka. Wakaanza kumeza nyoka zingine, nyoka inameza manyoka, nyoka inameza manyoka. Ilipomaliza kumeza manyoka zote, bakora ikabadilika, nyoka ikabadilika kwa nini? Fimbo. Kuna rafiki yangu hapa anaitwa Kioko, fimbo ya Musa, anajua hiyo vizuri. Ikabadilika ikakuwa fimbo, na kabla ilikuwa nyoka, na kabla hiyo ilikuwa fimbo. Mungu anakuuliza, anataka kukubariki. Anakubariki nini? Nikiarara adhima kiurenda gutheremerie niki. God will never start you, you start, he blesses. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda uanzishe kabiashara, hata kama nikakuuza jogo karaga, weka kwa sufuria, kwa bakuli, zunguka nayo hapa. Nitakutana na wewe, uza 50-50. Tutakutana tu na wewe kwa barabara, na Mungu atakutana na wewe ukiwa kwenye safari. Mungu hawezi kukwambia tiamuka, charity, nini Ngai waku nenda okomuthi ndirenda gukurathima. Utakufa masikini na Ukristo yako na uokofu yako mingi. You must be action oriented. Lazima uelewe Biblia inafanya mahali. Lazima uelewe kitabu cha Biblia, Genesis, Mwanzo namba 28. Niliwafundisha hapa usiku ya kwamba imekupatia manifesto ya kuishi kwenye dunia hii. Bwana asifiwe sana. Hebu tusaidie Genesis 1:28. Genesis 1:28 imekupatia mwongozo wa kukaa kwenye dunia hii. Hizi vitu zingine zote mnakuaga nazo ni sarakasi. Inasema Mungu, hebu nipatie 26 kwanza. 26, 27, 28. Haya. Kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Tumutengeneze mtu kwa sura yetu. Kwa hivyo mwanzo kabisa umetengenezeka, na huko ndio kushogera ku. Nyone mundu agishoka huko. Wewe ni akwa nitafutie nyakunyo. Mtu ulale. Si uliacha kitanda kwako? Peleka huko usikisi yako kwa kitanda yako, wewe ulale. Hiyo unakuja unashawishiwa na shetani kidogo kidogo, ndio uko medoka iwe message yako. Wana mundu sho mwikaete nake unashoka ukamukunya ukamwira wewe. Message ni wala heyo. Nikio kama lako helerio shoge dokaiwe. Neno nethirida ukoyira na utoleta nayo Biblia-ini. Kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale nini? Already manifesto imetoka. Getomigi ya kuthondeka mundu uyu, the reason we are creating this person ndio atawale, utawala. So anatengeneza mtu sio bega, anatengeneza mtu sio maskini, anatengeneza mtu ambaye amemtolea mpaka nini? Manifesto. Atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Kisha 27, basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Naam, kwa hivyo mimi am God. I am God. Kwa mfano Giyana Gai Mwadhani ya washo, mimi nimeumbika kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo mimi na Mungu tunafanya kazi venye aliumba, nina uwezo pia wa kufanya. Ndio hivyo, niko na mbegu ya uzalishaji.
Bwana Yesu tumeiendeleza dunia hii. Alitengeneza mtu mmoja, angalia vimutu vile viko hapa vyote. Hii ni product. Kwani Mungu alikutengeneza na mikono yake wewe? Si wewe uzaliwa? Alipatiana kazi na kazi kwa sababu uko na mbegu ya kuzalisha. You have the manifesto, you have the plan of God. Kuzalisha. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba. Aliwaumba mwanamume na nani? Alijua this is now the factory. Mungu hakutengeneza mtu, alitengeneza the factory. Mungu anakuambia nitakupatia kiti kwa nyumba yako. Ukitengeneza nyumba, anakuambia nitakupatia nini? Kiti. Kwa nyumba yako nitakupatia mesa. Mpaka unakuja unatuambia niliota nyumba yangu iko na viti vizuri, iko na mesa nzuri, nikaona iko na friji, iko na kila kitu. Ziko. Lakini Mungu hata kupatia kiti. Maana kiti alikificha ndani ya mti. Sasa ni utumie akili yako uende ndani ya mti uchomoe kiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu atakupatia ati ndicho hichi nimekutengenezea. Alikupatia na akili. Na hiyo akili ukaitumie. Madhani ya washo. Hiyo akili ukafanya nini? Ukaitumie ikusaidie. Kiti atakupatia lakini amekificha ndani ya mti. Sasa ni uende ukate mti, uchoe nini? Utoe kiti hapo ndani. Ukate mti, utoe makaa hapo ndani. Ukate mti, utoe makaratasi yako ndani. Ukate mti, utoe. Kwenye mti kumefichwa vitu nyingi. Ndiyo maana akakupatia nini? Akili. Ukifanyisha kazi yako vizuri, akili yako ifanyishe vizuri, basi macho yatafanya kuona, nayo mikono itafanya hiyo kazi. Maana ndio akasema nitabariki kazi ya mikono yako. Hakusema nitabariki mdomo wako. Mdomo huu unazungumza na mimi, ninatabiri. Mdomo ni wa kutabiri, mkono ni wa kufanya nini? Kufanya kazi. Miguu ni ya kumiliki. Alimwambia Joshua, mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Miguu ni ya kumiliki, mikono ni ya kufanya kazi, mdomo ni ya kutabiri. Tabiria maisha yako. Nenda kwa kioo chako kule kwa nyumba. Simama mbele yako na mnunue kioo kubwa. Wacha hiki kai na kuaga na furozi kametoshana hapa hivi. Nunua kioo kubwa. Ujione unaposimama pale, unajiangalia, unasema wewe Flozi, God bless you. Wewe ni mtu wa maana. Wewe ninakupenda. Na ukitoka ubarikiwe. Kazi yako ibarikiwe. Miguu yako ibarikiwe. Unanenea huyo mtu unamuona hapo. Munenee, mtabirie. Ukitoka nje utatoka kama uko na baraka. Tabiria, jitabirie. Tabiria mwili wako. Tabiria macho yako. Tabiria masikio. Masikio yako yatabirie, yasikie mavitu mazuri. Sio kusikia gadeti tu. Ate sweetie baby nikikuona my heart inakuaga inaparakasha kidogo. No. Hapana. Tabiriwa kuna business iko Zambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kapa uke otogie woko geto tunya pesa cha tikiti. Lakini unakimbia tu huko, unaenda unapahatisha, unafika huko, Mungu ataona uko na bidii. Risk takers, wale watu unaona wako na plot Nairobi. Kuna wengine walikuwa nauziwa hizo plot. Wakasema imekora ya Nairobi huko ni dige kuna kitu Nairobi. Eno nimekora. Kuna ruda, watu walikuwa nauziwa ruda. Siku hiyo ruda eka moja ilikuwa shilingi 5,000. Na kuna watu walikuwa Nairobi siku hiyo hawakununua. Saizi wanakaa Kivera na wanakaa huko Mukuru kwa Ruben. Na walikuwa na pesa ya kununua nini? Lakini they don't want to risk. Kama hutaki kurisk katika maisha hii ya dunia hii, you will not make it. Utakuwa maskini. Ati ukae kwako nyumbani eti kwa sababu bwana yako anakutesa, bwana yako anakufanya, bwana yako kazi yako ni kulia ati nakuja uniombe. Nitakuchapa kofi na hiyo maombi. Nenda toka kwa nyumba, nenda utafute pesa. Bwana yako hata tukikaa na mimi nikikuoa, nione wewe ndio komodi tu no kujetiraje tia. Si ajwere dumera kiredo, dile na pesa si ajwere dile na ke ati a man is supposed to ati could treat. To provide. Na ina miaka 40. Na ina miaka 50. I provide. Wewe nakia kwa kile. Hata mimi ni provide.
Mwanamke alitengenezwa kusaidia mwanamume. Halo? Kwa hivyo mwanamke ako na akili nyingi kuliko mwanaume. So kama uko na akili mingi kuniliko, why do you need from me? Wewe ndio unafaa kuniweka vizuri kama ule mama wa Proverbs. Ugokira tene uka make sure muthuri waku ni ehumba wega. Ugathie duka-ini ukagura gathuti kega ka muthuri, ugoka tokora gathuti kegerete hau. Kiu na to githoma kweli. Treat your man because your man is your God. No kuwete kirathimo giaku. Na akiuma na hau athera wega tondu inyu mudagarumia nyuma thimena giko nigetha matikone dogo dogo. Ate matikendo. Thabia mundu, tafuta mtu osha vizuri. Tondu si mimi nakuosha. Mbona mimi sifikiri utapata mtu na uko nje? Hiyo ni ngumu. Mimi hata kama niliteswa hapa Mukuru. Niliteswa maana nilikuwa nimefugwa. Lakini nilitoka huko nimeng'ara. Nilivaa safuko ya kwanza, suti ya safuko. Nilinunuliwa kule, nilikuwa nimefugwa na mama. Alikuwa ananichapa, yes, alikuwa ananichapa, sikatai. Nilichapwa. Lakini niling'ara na kumaha uniho dathere ile. Utigo bomonyo na gatende monyo no kugo de hubete wega. No. Kuna mama alinichapa hapa Mukuru. Alikuwa amenifuga. Mama mzee kuliko mama yangu. Hapa. Nilikuwa namuoshea nguo zake, nilikuwa naosha vikombe na masufuria. Alikuwa anauza chang'aa. Unajua mama wa chang'aa wako na pesa. Yeye kazi yake ni kukaa huko kwa kitanda na kukula na pika na mpelekea kwa kitanda. Na nikikosea kidogo sirapuchua. Lakini ile kitu alifanya aliningalisha for the first time. Najua wakati huo nilikuwa kichokora wa nini machokora wa bagi ya dawa. For the first time nilibai hapa. Duka iko pale. Alinibaia ngapi? Na kiatu ya safari boot na socks na trouser nini suti ya Safco. Na kofia ile. Unaona ile hatua ya watu hatua. Kofia kizuri. Kile kinafuka kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati tulikosana na yeye kwa sababu nilianza kumisbehave maana nimeng'ara. Na ndio kwenda na mko na wasiwasi. Sasa nikaanza kuonwa na watu wengine kakoro ya mother katia. Kimama kingine kikuja kunihuria. Mama alinitoa huko na akanichapa na nikaambiwa weka hiyo nguo hapo chini. Nikatoa zote. Akanibia vai zile vitu, nikamwambia wewe please ndagotha ina tigashokera riki. Tigashokera. Kwa sababu nilikuwa na imagine zile matambara nilikuwa navaa. Sasa ninavaa suti ya Safco. Utabidi utii. Si ndio? Utatii. Tiisha mtu. Mimi nilitiishwa na nikakaa kutoka siku hiyo. Hata kama alifanya ile maneno yote baya, aliniweka loko. Kifunguo. Ignition key aliweka na ikaguruma. Na wakutoka hiyo, nilirudi nikatoroka. Nikaondoka nikaenda. Nikafanyika watchman pale Gong. Pale kuna hoteli ilikuwa inaitwa Shade. Kwa mzee anaitwa George Nyanja. Nikaajiriwa huko watchman. Suti ilikuwa ya watchman, ile ya yellow hapa na green na fibo. Nilikwenda kaa kwa gate. Bado nilikuwa smart man. Na kutoka hapo ndio maisha yangu ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to unlock your life. You need to do something so that God can come in. Hawezi kukaa ati ukingojea Mungu akuje. Mungu hakujagi. Mungu anakuaga busy kwa ofisi yake. Ili wewe umkute kwa ofisi, anakuulizaga, what do you want me to do for you? Yes, nataka hii na hii. What do you have in your hand? Hiyo ndio maswali Mungu anakuulizaga. Unataka nini mwanangu? Unamwelezea basi uko na nini? Unamwelezea ndio hiki basi nenda uchukue. Faili yako inachomolewa unapatiwa naenda. Mungu hawezi kupatia mtu lazy akupatie shapa. Kama you are lazy, God can never give you a shapa. Hawezi, kwa sababu shapa utakaa tu nayo hivyo. Atapatia mtu mwenye anajua kutumia shapa. Hawezi akakupatia biashara kama wewe si mtu ambaye anaelewa biashara. Inasema namna gani? Kwa hiyo jamaa ametoa tena. Turudishie hapo. Mungu akawabariki. 27 kwanza. Rudisha 27. Mungu akafanya nini?
akawabariki. Inasema basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake Mungu alimuumba, aliwaumba mwanaume na mwanamke. 28 please. Hapo sasa manifesto ndio inaingia. Basi 28 nasema Mungu akawabariki. Hata kuna amen. Amen. Mungu akawabariki na kuwaumbia na kusema zaeni muongezeke. Sasa nyinyi mnafikiria ni kuzaazaa tu. Zaeni muongezeke ni kuambia be productive. Kwa hivyo anaambia muojolilie akili yanyu. Zalisheni, tumieni akili ambayo nimewapatia. Zaeni na muongezeke. Be productive. Mutengeneze kitu kitawazalishia. Kama ni biashara izalishe, kama ni manyumba izalishe. Yani be productive. Kuzeni akili zenu zifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inchi mzima muoccupy. Kama ni maploti mjenge maploti. Kama ni maduka muweke maduka. Kama ni mahospitali muweke mahospitali. Kama ni makanisa mjenge makanisa zaidi, ziongezeke. Be productive. Kama ni investment, do an investment that is productive. Si kukwamilia kwa kitu kamoja. Ukifungua hii kazi fungua ingine. Ukifungua hii fungua ingine. Yani zalisha. Sisi hapa tuko na kampuni karibu 8 zinafanya kazi. Tuko na Besima, tuko na inaitwa nini? Dream Textiles, tuko na ingine inaitwa nini? Tuko na Bethel. Tuko na nini ingine? Mfuafo, tuko na nyingine Synagogue Interiors, alafu nyingine Dorcas. Zote tukitengeneza hii, tukienda imeshika mzizi, tunaingia kwa ingine, tunatengeneza because tunataka kuzalisha. Tukimaliza by the end of this year, this church income ya hii kanisa tutakuwa tukiingiza 500 million shillings. Sio yenu, ni ya kanisa. Amen. Sisi ati sasa tutakuwa tukipata mgao. Hamna mgao, hamna. Yeah? Ata tikirana deho. Ata tikirana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kampuni zitakapokuwa nyingi, nyinyi tu ndio nitaajiri. Mtaajiriwa nyinyi. Leteni ma-CV zikae hapa. Leteni sahihi ma-CV. Kama ni secretary, kama ni nini, wacha tukae nazo. Tutaweza kuwa hatuna kazi saa hizi, lakini tumetangazia Mungu, tumeandika our vision. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how tuzalishe. Mungu akawabariki na kuambia zaeni muongezeke. Yani muwe watu ndani yenu kwenda gebima kirata udhiwa nabe. Mutaruke, yani mukue na ukuzi, kitu kinatoka ndani yako. Sio kukaa dada head. Hapa hakuna hata kabiashara, hakuna hata ka idea hata kamoja. Hawezi kubarikiwa. God can never bless you in an empty, kitu ambacho hakina kitu kimejikuza. Hawezi. Mukaijaze nchi na kuimiliki, sio kujaza tu. Mtu anaitwa McDonald. Sijui kama mnajua McDonald. McDonald kwake nyumbani ni wapi? Amerika wapi? City gani? Wapi? Oklahoma. That's the headquarter. Hizi baga mnaonanga tunakula za McDonald zimetengenezewa Oklahoma. Hazijatengenezewa Kenya. They don't make them in Kenya. Ukienda Nando's, headquarter yao iko South Africa. Ile kuku unaona ikizunguka hapo imelelewa South Africa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda ile kamusia kanaitwa nani? KFC ni Atlanta. Ukienda Coca-Cola ni maji tu wanachanganyishaga hapa. Ile chemical na sukari inatoka Atlanta. What they did ni kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisha za miliki, kamata anga hiyo. Si na maombi. Tengeneza Coca-Cola zisambae ke dunia mzima. Ukienda South Africa utapata Coca-Cola. Ukikuja Kenya
Ukienda Turukana, ukienda wapi, Coca-Cola wamemiliki. Kogoro walijaribu hapa Softacola. Nani alimwambia zime? Hakuna mtu alimwambia zima. Alizimwa, maana wale wamemiliki market. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianzisha kitu, tengeneza market yako. Kama ni kushona nywele, usianze kushona nywele kama wale wengine wanashonaga. Weka kitu kingine ya kuhakikisha umekamata hiyo biashara, umecontrol. Unanielewa? Biashara ni kukontroliwa, you control the system. Mimi wakati nilianza kuhubiri, nilikaa nikaona wahubiri wote, nikaenda kwa Ng'ang'arito my father hapa chini, nikasikia nini mapepo ba leke rama mama toka pepo, toka na ulie. Sasa nikaona nitaanza kutukwambia watu toka na ulie, hiyo sitawezana nayo. Nikaenda kwa baba yangu hapa, huyo mwingine Harrison, nikasikia sana. Sasa tunaenda kusoma kitabu cha Genesis, kitabu cha Mwanzo, na tunaenda kuzungumzia maneno ambayo sisi zote. Sasa tukaona huyu anazungumzia mambo ya utakatifu. Mimi mwenyewe nikajiangalia, hapo sijafika. Kusema ukweli, si kwa utakatifu. Kama hapo ndio tutaangukia, naona nitaanguka kidogo, kwa sababu I am not complete. Nikaona hii amsee, wacha anifundishage, nimusikilizage na nifundisha. Hii ya mapepo, nikiwa nimesikia niko na pepo, niende kwa baba yangu anitoe nini? Anitoe pepo. Nikaenda kwa Wairimu, nikasikia Wairimu naye anatabiri maneno, nikutabiri. Nikajua hii ya kutabiriwa tena, hii hapana. Nikaambiza Mungu, ni nini nafaa kufanya? Mungu akaniambia, nenda uambie watu wangu mambo ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikaanza hiyo mambo ya madhabahu, na hii imeshika maijashika. Nimemiliki sijamiliki? Nimemiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamejaribu kunikopi, wamejaribu. Hakuna pasta hajahubiri madhabahu, lakini anaenda na float, maana si original idea. Na mimi original yangu idea nimeifuga vizuri. Coca-Cola, hakuna mtu anaweza kutengeneza Coca-Cola dunia hii apart from only 2 people wako Atlanta. Only 2, the founders. Na wako wapi? Atlanta. Wanachanganyishia sukari hiyo na hiyo chemical, ikikuja tu hapa kuna kitu unapatiwa hii, unapatia hii, ukimwaga hivi zote zinatengeneza Coca-Cola. Lakini Kogoro alijaribu, kwa sababu alikuwa amefanya huko kazi, akachukua expert wa huko atienda ametengenezea. Alitengeneza Coca-Cola, iko hiyo Coca-Cola ikakuwa kama Monatina. Bwana Yesu, because hajui siri. Kitu ya muhimu ni kuelewa siri ya kitu ambacho kimetengenezeka, na kuelewa siri ni kumiliki. Lazima it is your original idea. Whatever you are doing, no matter how small it is. Hata kama ni vichips tengeneza vichips, alafu weka mayai ndani, chips mayai. Yes. Na kila mtu utamkuta anataka kuimilate, lakini kwa sababu kuna vitu ulichanganya huko, ile mayai ilikuwa ya yellow ikabadilika ikakuwa ya green. Sasa watakuwa kishangaa ni nini ulifanya. Hiyo ndio inaitwa kumiliki. Be creative. Creativity in any business is creativity. Yes, uza maji, lakini weka kitu kingine, kabadilisha kitu kidogo. Hii maji mnaonanga inaitwa nini? Kiregeti imetoka kwetu kwa Geshagi yangu Moro. Pale panaitwa Tuli. Ndio wametoa maji inaitwa Kiregeti. Na Kiregeti hapa is the most expensive water. Na wametoa kwa kisima. Ile the same kisima neighborhood kwetu. Tumechimba kisima, tunapatiaka hiyo maji ng'ombe. Yeye hapatiagi ng'ombe, anapatiaka watu. Na anatuuzia expensive kuliko petroli ya Kenya. Ni nini alifanya? Alifanya packaging. Kichupa kizuri na akaweka karatasi mzuri hapa. Inaitwa mineral water. Na hakuna mineral. Wetire ni raw soil. Kule hakuna mineral. Na imeandikwa madini hapo, ile madini iko na sodium, iko na zinc, iko na nini, zimeandikwa hapo zote hapo. Alafu bottled at source. Alafu amesema the well, mahali hiyo maji imetoka, amepatiana ka historia. It is God alipasua well. Kwa sababu sisi tumewekwa upuzi na ujinga ya kitu yote Mungu imetajwa ni mzuri. Sasa sisi yote tunanunuaga hiyo maji. Baka kabuni ya Coca-Cola ikaona jamaa ameuza sana, wakaenda wakanunua hiyo kabuni. Sasa ni Coca-Cola. Mtu ametoka Atlanta
amekuja mpaka Moro Tuli na amenunua hiyo maji kushika market. It is all about kujipanga, kumiliki, kukamata, na unafanya hiyo kitu kinakuwa bora zaidi kuliko ile nyingine. You don't compete with anybody. Usitengeneze biashara ya kushindana na mtu. Usitengeneze kanisa kama hii tushindane na mtu. Hapana, mimi sishindanagi na mtu, naendaga at my own pace. Naonaga tukipatia machokora hapa chakula, unaona makanisa yote wameanza kupatia na chakula sasa. I don't compete. Wataenda siku 3, unaona wameshindwa. Nikalete wazee hapa tunawapatia chakula. Tumewahi kuchoka? Na hatutachoka, because it is our own original ideas. Umeona nimesema vikapu? Ogoja angalieni kwa mitandao muone kanisa zingine. Utasikia mashosho wameitwa, wameanza kutengeneza vikapu. Kwa sababu ya nini? You lead, they follow. Ukiona watu wanafanya, wanakukopi, jua you are a leader. Uko kwenye manifesto ya Mungu na unafanya exactly what God instructed you. That is why they don't have any idea. They are waiting for you to manufacture idea. Unaenda kufuata. Usiende kuwapiga. Hapana, it is your brain working there. Hello. Na kuimiliki, muwatawale samaki. Hamwambiwi ati mwende mukakae na samaki, ambio muwatawale. Wa baharini, mutawale ndege za wangani na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Umeambiwa, si muambiwa mukaange na ng'ombe. Mumeambiwa muwatawale. Tiwikiraga na Napoli, ginyoka bagebe tasio. Yakababe kono na ende yakababe. Ginyoka nuka kata tasio. Todo haukwambia ukae nazo hapo. Uliambiwa uzitawale. We control that business, control the market, tawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome 29 tafadhali ndio tumalize. Kisha Mungu akasema, tazama, na wapeni kila mmea duniani uzao mbegu na kila mti uzao matunda. Hapo amesema na wapeni, pale alisema tawala. Sasa hapa anasema nini? Na wapeni, ziko kwenye mikononi mwako. Bwana simu. Nafanya nini? Na wapeni kila mti uzao matunda yenye mbegu zao au matunda yao yatakuwa chakula chenu. Halo, mumepewa. So kama unalala njaa na mahuti maihoreta kukogetha kainire, yani unataka kuniambia unastahili kuishi hapa kweli? Atatotire na kindu gya kuria na wauma aja mahuti maihorete kuja. Tieterere ona mithunga. Na mehehe na mithakwa ihorete nja na mahoithia maihorete nja na thabai. Tianu mwakirio thabai ni ndawa ri, muraja kunyua ri. We mucio tani na thabai tha ici. Na ni mundu urenda gutheria gwake na gukorokoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu atekela tushaji. Wakati tunasema tutakubali kubadilika, we must change. Sarakasi tuweke nini? Si mumezunguka makanisa yote mkitafuta muujiza, kosekana. Sasa hapa muujiza uko ndani ya mikono yako. Tumesikia Mungu atakupatia kiti. Hiyo kiti iko wapi? Mungu atakupatia kiatu. Hiyo kiatu iko wapi? Kwa mti tena. Mungu atakupatia kiatu. Hiyo kiatu iko wapi? Iko ndani ya ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Aliwaambia hiyo nchi ambayo nawapeleka iko na asali, iko na maziwa na iko na nyama. Aliwaambia ni kuko na asali tayari, kuko na nyama, kuko na nini na maziwa. Lakini hakuambia nyuki zinachomanga mtu. Halo. Hakuambia nyuki zinakula watu. Kwa hivyo yeye aliwaambia
kuna matunda, kuna kitu kizuri pale na utakipata. Lakini now the process ya kutoka hapa kuenda mpaka kwenye hiyo kitu kiko ni akili yako. Sasa tutumie nini? Hebu guza hapa. Tutumie nini? Tutumie akili. Hakuna mtu maskini dunia hii. Kama wewe ni maskini, wewe ni mjinga. Hakuna mtu maskini dunia hii. Tumepatiwa manifesto, tujapatiwa? Tumepatiwa vitu zote, tujapatiwa? Ni wapi Mungu alisema ati Wakikuyu wapatiwe hii, Wakalenjin wapatiwe hii? Amesema tulimuumba mtu aliye na mfano wa Mungu, kisha akampatia amiliki ndege wa angani, amiliki mnyama ama mnyama, kitu chote kitambaacho dunia alikupatia. Kisha akasema na wapeni kila mmea, akakupatia kila mmea ni kitu unastahili kukula. Kila aliwapatia. Kwa hivyo kama wewe ni maskini, ni kupenda umependa kuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are poor because you want to be poor. Na mnahitaji kiboko, mnyoroswe mpaka mkuje laini. Umewekwa uzembe mpaka mnasema nenda kanisani from one church to another church. Hapa nyinyi wote mmeenda makanisa karibu 100. Kakumulale gutali na Yesu. Ekuo nikyo ragerire guku. Tondu kugwira ari kurani na Yesu nikyo ragerire guku. Ulikuja kufanya nini huko? Ama huko Yesu wa huko ni wa buru. Na nibona hutaki kukaa chini, nataka kurukaruka tena. Kaa sasa nikulee. Kaa nikwambie, nitakufundisha ile nilifanya kwa Mugeke na ile mimi najua na ile iko kwa Biblia, nitakufundisha zote. Na nikwambia nikiwa kwa Mugeke nilifanya hivi, nilifaulu, tuchukue hiyo. Nikiwa hapa nilifaulu, tuchukue hii. Na hii Biblia tulete hapa, tuiweke ndio ikuwe na umugu, tuende safari. Sawa? Kama kanisa yako haijakusaidia, mimi nikiwa Mugeke nilitafuta utajiri wako yangu yote nikiwa kwa Mugeke. Na niliiba. Kwenda folidi ukindo ala leo. Niko yadaire dale muishi. Bagatebura. Mere wale muishi. Huyu mzee tulikuwa tunaiba na yeye. Ametoka last month. Simama wakuone. Nataka watu tukusaidie. Ukaha. Dire adoya ma tumenya kana tuguguteithia. Ndugacoka guthi kuiya. Uyu waiya nime ukuhura rithathi. Ndukagerie. Turari na kimundu kingigireta gondirago haha. Gikiandika wira hare ke udari kandirago. Ndamwandikite wira wa ite. Niwe wari manager. Twamurehega 80,000 pa month. Ndagicokire guthi kuiya njori haha ati. Kweruta rukogo. Arakorirwo ikonia-inĩ na guku. Arakorirwo. Nawe wageria gucoka ribathi. Ndũgathikwo ũcio tũtiathikire. Mokire nginya bara, tumetaga Herode. Ule wale waliko. Herode. Walikuja wote. Waliacho mpaka chairman alikuwa anaitwa nani? Tunataka chairman. Mosembi, unakumbuka Mosembi? Na nani mwingine? Na Herode. Na ule Mweru. Mutua, pastor. Unakumbuka Mutua? Ule Brown hivi. Hata hao wote walienda kuchukua. Waliletewa lori ya nini? Ati wameona lori ya waini. Wakasema twambe tuhure rukungu tuhota gucoka guku Kenya. Othe ikonia-inĩ ribayara. Ndukagerie. Nĩngwĩra andũ aya tũgũteithie ũige kawĩra. Na ndũkende kwenja kĩwĩra kĩnene wanjio harĩa hanini ũthi wambatĩte. Nĩnjũĩ kwanyu ndũgwĩtĩkĩrwo. Tondũ kamũgũnda nĩ kagayanio. Nĩnjũĩ ũhoro wa kwanyu. Kamũgũnda nĩ kagayanio. Tondũ ndwari ũcoke. Ndũgathiĩ kũmathumbũra. Usiwasumbue hata kidogo. Ni magayanire mũgũnda. Kana matigayanĩte? Tondũ ndwari ũcoke. Ona ũngĩũria mami wanyu wega nĩ arĩkĩtie mathabu make. Nĩguo Ala kwa mũndũ ũngĩ ũretwo Jonathan. Kũu. Basi. Ndũgathiĩ kũu, ndũgathiĩ kũmagia. Wĩtĩkĩre tu. Andũ aya Ngai nĩ ngũmera magũteithie. Ona niĩ nĩ ngũgũteithia. Ũrũgame. Na ndũkanarĩe kĩndũ kĩa mũndũ. Ndukanoe kĩndũ kĩa mũndũ. Kĩrĩ harĩ kaũndũ karĩa ũkwenda. Wĩna nyũmba rĩu? Nyũmba nĩ Waku nĩ ũrahota kũrĩha?
Raikara kwa. Nende na mwalimu. Urakomborire ku. Nigukombora akomboreirwo kana nigukombora. No ukobora ko. Kana nikuheo heto ha guikara. Oje no ukobora ko bora tulikana. Ucio uraikara nake riu. No. Ne daughter my sister. Daughter yawa sis no kuheta ha guikara. Riu ucarie kanyumba. Ka bed sitter. Atari ka goro. Nitugukurihira. Amen. Ucoke ucarie kawira ungiruta. Amen. Urari na kwathire kukuri. Tena kwa dia sunlighting na paint and decorator. Sign no andika sign njega. Ireko ile ya kuandika kana ya plastic. Ni ya kuandika na flash. Na flash. Nuko ile ya kuandika na seta wake. Ile ipa gogo ile yakagetawe gakana. Tete na materials. No ngionie no hota ku improve. Ngionie no menya. No urenda kwandikirwo kindu. Simama juu. Nani mwingine anataka kuandikiwa kitu? Simama. Na nikulipa si bure. Nani mwingine ako na biashara angetaka andikiwe? Simama. Yes. Masho ni maera matatu. 1 2 umarihie professionally. Dukai weather ati dukai honokio haha. Dukarihie goro umatunye urihie professional. Wae marito mumucarie. Chiaredi good chiaredi. Kile kichuma kiko huko. Wewe uchukue akuandikie na mjua huko Kemeti alikuwa anaandika vizuri. Nikiraga buroko yemo nake. Bwana asifiwe sana. Andika hii ndio kazi ya kwanza 1 2 3 4. Itoka mbele yao na kati itoka mbele yao. Pesa cia kuri hanyumba ndiye kuhe. Uthii kare gwaku. Nui na gitanda angeheana gitanda kana angegura kitanda mwenyako na kibed unaweza kupatiana ama anaweza kununua huko na pesa tumununulie kitanda umwakile lakini si huko na pesa si leo si utoe leo hamutoi leo kitanda bado ako na mahali pa kulala. Mwalimu alila. Nani anaweza pata kitanda? Usaidiane. Kama unaweza pata pesa kidogo tu ya kununua kitanda, nyanyua mkono wako juu. Simama. Kama unaweza pata pesa kidogo tu simama tu. Kidogo tu. Simama. Sasa mtachaga. Wewe utapata hiyo pesa. Na ile itakosa kutosha utoe kwa mfuko wako. Yes. Uchukue angalia ni nani huyo. Simama. Ni Bishop. Na huyu mama na huyu. Kitanda ndio hiyo. Weka kaa chini. Bado safari iko. Mattress. Simama. Utatuletea mattress ama ni mchango? Utalete mattress. Haya. Bulageti. Dufe. Simama. Huyo ni dufe. Na mwingine? Bed sheets. Bed sheet. Iko pale. Meko. Nuko daidie kwa meko tutanunua na yeye. Utamuletea? Iko ready. Thank you. Okay. Complete. Thank you. Sufuria. Simama juu. Sufuria na tubakuli na tuvijiko na kamuiko. Ndio kuruga. Yes. Sufuria na tuvikombe na nini? Asante sana. Iketwatije na geshugi. Nani? Na? Sa? Masahani. Si ni wewe? Okay. Tamos. Nani ataleta tamos? Wazee, mume niagusha. Atumia no mano ya moko na iguru. Arumia nao kama hiana atia.
Gutire mutume hao gerutira. Huyu ni mwanaume mwezenu. Naona ndio atuweke kiongozi hapa. Ni mzee mmoja wa hii kanisa. Huyu mzee alikuwa naiba gari, anaendesha gari na pande hii na pande hii anashika bunduki anapigana na polisi. Huyu. Hiyo ni experience mzuri sana tukiwa na mtu kama hii hapa. Hii ni akili tupu. Hizi ni akili dhali. Mundu athondeka master key akahingura bengi utimuici ati waguthi kuika uguo. Master key anakuja na master key anakopi kwa banki na kuja nafungua. Na anaingia ndani. Hizi ni akili ingecirekereria cithie. Inywe thii ya hono kikejikare na mikora. Nikitu tiga. Thamos. Na karai Thamos, wewe ni Thamos. Okay, karai simama. Huyo. Ule kule kuna karai. Hizo vitu zote nazitaka Wednesday hapa. Si ndio? Kufuri. Koleda kuhama, koleda kuhika. By the way, are you married? You are single. Mama ni ramukorire. Asa dina mukwan ni akwira 2022. Ate ni akire atia? Akwira 2022. Ugo andale guku thino. Asa okay. Natire na bara. Hau natire na bara. Kuna mng'ang'ano hapo? Hakuna mng'ang'ano. Nini gine? Hiyo gine tutaangalia kama wanaume, si ndio? Sawa. Simpigeni makofi. Goko ne mucie. Ukagea goko. Ndukaikare mucie nyumba, ndukehingire nyumba muno. Ukokoya nyamũ cia kũhata gũkũ. Ũgathambia amũira maũndũ magĩrĩte. Ndũgaikare mũciĩ wĩhingĩre tondũ nĩ ũkũhũrĩrwo thimũ nĩ mĩkora mwĩcako. He kawĩra konekete hana. Bwana ziwe sana. Ũgoka ũgatuĩka busy karahaha. Andũ acio no marakuma thutha. Nĩ marerirwo no uma. Nĩ marakuma thutha. Nĩ maramoneta njĩra ciaku ciothe. Ũguo wĩikare ũronekana ndũkehithe na handũ ũreka wega. Nanyita tondu nemegũgũcarĩria nĩmaragũcarĩria kaũndũ gatarĩ kega na andũ akwanyu tondu nĩmararigwo ũrĩa ũrenda gwĩka onao nĩmekũnyitanĩra nao nĩgetha makweherie nĩgetha ndũgathiĩ kũmagia. Ũguo ndũgacokere kĩndũ ona kĩmwe na ndũkamorie ũhoro wa mũgũnda, ndũkamorie ũhoro wa igai rĩaku, ndũkamorie ona kĩ. Moko maya ti matuĩku. Thank you. Yes? Washiri atia? Nianyito ne kamoto. Hello, you smart. Ajira terere na tikanere okana kebande yako na pini yako enda protein ivasha yako madami agosho Kai. Thank you. Dah sadaka. Dah sadaka. Jana hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule
habadiliki. Yeye ni yule, Mungu ni yule yule, Ni yule yeye ni yule yule, hata leo habadiliki. yeye ni yule yule, Yeye ni yule Mungu ni yule yule, ni yule yeye ni yule yule, hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule Mungu ni yule yule, yule Baba ni yule yule, hata leo milele habadiliki. yeye ni yule yule, Yeye ni yule Mungu ni yule yule, yule Mungu ni yule yule, hata leo milele habadiliki. yeye ni yule yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata kawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule, jana hata leo. Mungu wetu ni yule yule, sema Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Sadaka si aje. Leteni sadaka zenu. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule. hata leo, milele habadiliki. Mungu ni yule yule, yeye ni yule yule, jana hata leo. Amini neno lake alilosema nawe, hata kawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule, jana hata leo. Mungu wetu ni yule yule. Tusimame tu kwa miguu yetu, tuimbe Mungu ni yule yule. Huyo Mungu yuko pamoja na sisi. This God is a blessing. Milele habadiliki. Yeye ni yule. Mungu ni yule yule. Yeye ni yule yule. Milele habadiliki. Mungu ni yule yule. Mungu ni yule. Tuimbe pamoja. Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye Mungu ni yule yule, yeye ni yule yule, hata leo. Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana milele habadiliki. Haya, makofi tu. Twende. Twende. Mungu ni yule Twende. 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 Mungu Twende. ni yule Twende. yule. Oh yes. Ninapatia wazee peke yake. Habadiliki. Yeah.
Waingize huko chini kwenye viti. Waingize kwenye viti. Wakae chini. Waje wakae. Alafu Baba, tunakushukuru, tunasema asante. Wewe ni Mungu milele. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tumeona miujiza yako, tumeona mkono wako wa ajabu. Indeed, you have provided. You have given us hope ati ya kwamba kutoka leo kwenda mbele tutabadilisha maisha yetu, tutabadilisha njia zetu. We will live the way you want us to be. God, may you bless us. May you bless these children. Guide them, prosper them, make them successful. In Jesus' name we pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na service ingine na hiyo itaanza saa 10:30. Hiyo ni ile ya madhabahu kuvunja. Kwa wale wanataka deliverance tutafanya saa hiyo. Ndio tuachilie wale wanataka kwenda nyumbani. Maana tumekaa sana, tuachilie kina shosho waende. Walifika hapa saa 2 kwa service yao ya kikumu. So for those who have given us, wale ambao tuketi tu chini, tuketi kwenye viti. Kwa wale ambao misaada yao imetufikia, Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa wale ambao wamesimama na sisi, Mungu wa mbinguni awabariki. Mubarikiwe kwenye kazi zenu, kwenye familia zenu na kwenye njia zote. Mungu awabariki. Ngai wa moyo amurathime, amuteithie. Muturie ndugu iyo, muturie ratocio na Ngai ariho. Nini tena? Don't try to interfere na mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Ngai amuteithie na amurathime, amwende muno na muendelee kufanya na muendelee kujazwa na tunastahili kubarikiwa, kuwa baraka kwa mwingine. Jumapili ukikuja, kuja na hiyo barasira moja, kuja tu nawekelea kwa bega, kuja tu. Hai, ama nusu, hata paketi moja kuja nayo.
Hawa watu wanatuhitaji. They don't have any job. Nyinyi tutang'ang'ana na nyinyi mpaka mfanye kazi. Lakini sasa hawa nitang'ang'ana na wao. Lakini uzuri si wamesema tutatengeneza chiodo. Na hiyo chiodo si nyinyi mtanunua. Lakini hawawezi kutengeneza chiodo wakiwa na njaa. We need to be a blessing to them. We need to be a help to them so that we can change our society and build a good relationship ya wazazi wetu, relationship ya kila mtu, ndio tuishi katika mazingira hayo. Na msibarikiwe sana. And now may the grace nikiomba wamama wote mkutane. Mko na kiongozi? Siku nakuwa na kiongozi ya mama. Ninataka kuwapatia kiongozi leo. Wamama mkae chini, mudiscuss. Msidiscuss mambo ya kiokoko. Kama ni nani ameokoka kuliko ule mwingine. Na ni wamama wote, na ni is an order, not a request.